Afrika, kati ya vitu ambavyo waliotutengeneza ili tuharibike waweze kututawala, walichokifanya ni kuizuia nguvu iliyoko ndani yetu isijidhihirishe kwetu. Afrika hii tunayoiongelea ina nchi kadhaa zenye mafuta. Lakini jiulize, Afrika hii inaathirika kwa mafuta ya Iran. Ni akili za kijinga kabisa. Sasa jiulize, mafuta ya Afrika kwa nini hayawanufaishi wa Afrika? Anayemiliki nani? Wanaomiliki sio wa Afrika, yanamilikiwa na hao wanaotutawala. Au Ibilisi ili aweze kumtawala mwanadamu, cha kwanza alichokifanya ni kuua nguvu iliyoko ndani ya mtu ili yeye aweze kumtawala. Na ndio maana leo Mwafrika ukimwambia uongo anakukumbatia, ukimwambia ukweli anakuchukia. Kwa sababu nguvu inaambatana na ukweli. Kwa nini? Hiyo nguvu ndiyo ile wewe ni mtu. Kwa maana nguvu hiyo ni Mungu. Na ndio maana mtu yoyote mwenye malengo hawezi kufanikiwa nje ya nguvu. Na ndio maana leo ukienda kwa maskini wengi wana malengo makubwa kuliko matajiri. Lakini ile nguvu ya kuyafanya yale malengo yawe fedha, ya kuyafanya yale malengo yawe bidhaa hana. Na ndio maana kundi dogo linawatumia maskini mabilioni kuchukua mawazo yao wao kutajirika, kutumia nguvu zao wao kutajirika. Matajiri wote unaowaona wanatajirika kupitia wa maskini. Ndio maana nguvu zao matajiri wanazitumia kutajirika. Daudi anaona Goliati amefifisha nguvu za majemedari kaka zake, amefifisha nguvu ya maaskari waliozoea vita tangu wakiwa wakiwa watoto wadogo. Lakini tokeo la Goliati likaua zile nguvu. Daudi anajua na wakati umefika, mpanga malengo yoyote, mpanga mipango yoyote, ni lazima kwanza aone faida ya mipango yake. Yes. Mtu yoyote mjinga huwa anapanga mipango isiyo na faida, na ndio maana haileti impact, haileti majibu. Yes. Kati ya kundi la wajinga wengi ni Waswahili. Kwamba wao ni wanaongea sana lakini hawawezi kuishi mipango aliyopanga. Ndio maana utakutana na tajiri anakuambia mipango niliyo nayo miaka 5 ijayo, yes, nataka kufungua kiwanda cha kutengeneza chaki. Kwa kuwa nimeona mahitaji ya elimu ni makubwa, atasema
mipango miaka 5 ijayo ya kutengeneza vifaa vya mahospitali katika kiwanda changu, kwa kuwa mahitaji ya magonjwa yamekuwa mengi, mahitaji ya vifaa vya tiba ni makubwa mno. Huyu hautakuja mwakani umkute na mpango mwingine. Naomba nisikilize vizuri. Hautakuja mwakani umkute huyu ana mpango mwingine. Lakini nenda kwa masikini, mwaka mmoja ana mipango 3 na hujatimia hata mmoja. Mwaka huu ukifika mwezi wa 3 nataka nifungue duka. Ukija mwezi wa 3 anakuambia nataka ikifika mwezi wa 6 nikachukue kuku Singida. Ukifika mwezi wa 9 anakuambia nimesikia Morogoro kuna madimbi. Ukifika mwezi wa 12 nashukuru Mungu mwaka huu umeenda sijafanya kitu, lakini mwakani ukianza nataka nianzishe genge. Hilo ndio kundi lisilo na nguvu ya kutimiza malengo. Katika mazungumzo yake hayo kuna tajiri mmoja kasikia kwamba kumbe mwaka huu nikianzisha duka sehemu fulani ninapata hela. Wewe unashangaa baada ya miezi 2 kuna nyumba pale mtaani imenunuliwa, inavunjwa, alafu inajengwa mini supermarket. Mawazo yametoka kwako. Usipokuwa na nguvu ya kusimiza malengo, wewe ni mpanga malengo yasiyoenda. Mwisho kwa ujinga ulio nao unatafuta mafuta ya Mwamposa. Kweli. Na lori baba. Ukifikiri yana majibu yako. Ndio. Yesu alisema ufalme wa Mungu hautoki huku wala kule, uko ndani yenu. Manake wewe ndiye unayeamua unachokitaka. Ukiamua kupona utapona. Ukiamua uwe maskini utakuwa maskini. Ukiamua uwe tajiri utakuwa tajiri. Hakuna anayekuamuria, unaamua wewe mwenyewe. Yes. Haleluya. Amen. Daudi anajua ukubwa wa Goliath. Daudi anajua uzoefu wa vita wa Goliath. Daudi amezoea kupiga mziki na kuchunga, hajawahi kupigana vita. Maana hapa tunamwongelea Daudi sio yule mtu wa vita. Tunaongelea Daudi mchanga mororo asiyejua vita, anayejua kupiga kinubi. Yes. Sasa angalia Daudi huyu anavyobadilisha matokeo baada ya kumuua Goliath. Ni jemedari wa vita Daudi. Mpaka Mungu anasema, Daudi umemwaga damu nyingi, hautajenga nyumba yangu. Lakini ni huyu aliyekuwa anapiga kinubi. Lakini ndani ya Daudi kuna uwezo unaoweza kubadilisha maisha aliyonayo, una uwezo kubadilisha nyimbo aliyoimbiwa. Wakati Daudi anaenda kuwapelekea vyakula ndugu zake, hakuna wanawake waliojipanga waliomwimbia wimbo. Na wakati mwingine alikuwa anajiimbia mwenyewe kujifariji kwa sababu yeye ni mwimbaji. Yes. Anatembea anapiga mziki, anatembea ili mzigo ule wa chakula aliyobeba usimulemee. Maana kumbuka alitumwa kubeba chakula. Lakini angalia tabia ya mwenye mahono, kwanza ni mtii, ni mnyenyekevu. Yes. Ametoka kuchunga, amerudi, baba anamwambia chukua chakula, pelekea ndugu zako, kawaangalie vitani na uniletee habari ya vita. Ndio. Asemi baba nimechoka. Kama wewe unawe mimi sije kanisani, niko bize, endelea kuwa bize. Kuwa bize sana. Kwa sababu ubize ulio nao ni kwa sababu huna vision, huna maono. Mwenye maono aangalie ubize, mwenye maono anaangalia maono alionayo na Mungu anayeweza kufanikisha maono alionayo. Ndio maana katika njia zako zote mkiri yeye, anyoshe mapito yako. Ndio maana jana niliwaambia usipoteze muda kutamka Yesu asiyefaa. Wewe ukiona uwezi, nenda kwa Kalumazila, kapige makafara yako, tafuta hela. Amen. Kama unamtaka huyu Yesu na nguvu zake, lazima uwe sehemu ya maisha yako.
lazima awe wa kwanza kwenye maisha yako. Acha kufikiri Yesu anafanya kazi na wajinga. Ndio. Daudi huyu amebeba zigo la vyakula, haoni shida. We mara ngapi umekuwa kiburi? Mara ngapi? Mara nyingi. Mimi siendi, akinilazimisha mimi nahama na kanisa. Si mko wengi tu hapa? Ndio. Yes. Kwani mimi atanifanya nini? Sasa kwani aliyekwambia atakufanya nini? Mimi nimesema tugombane. Si ufanye, kwani mimi nina shida? Usipofanya si Mungu utakutana naye? Ndio. Yes. Mwenye maono yoyote ni lazima ajue maono ni maisha. Kwa nini anafanikiwa? Anajua maono aliyonayo ndiyo maisha yake. Yes. Kwa akisema mwakani nitafanya, hata kama ni kwa uchache, utakuta ameshaanza kufanya. Ndio. Na ndio maana Daudi, kwa kuwa na maono, cha kwanza alitaka kupata faida ya anachokwenda kufanya. Amen. Hivi jamani, huyu jamaa huyu hakipigwa kuna nini? Nimewahi na ninaendelea kufanya research. Maskini wengi huwa hawayaoni maono yao, ila wanatamka. Kwa hiyo ndio maana unaona hata makanisani tunapata shida, hawana maono na huyo Yesu. Ndio maana unampa kazi ya kufanya afanyi, kwa sababu anaona ni hasara kufanya hiyo kazi. Na ndio maana kwa kuwa yeye ana maono ya mshahara, ataamka saa 11 alfajiri au saa 10, hanawahi daladala na kwenda kazini. Lakini kwa kuwa hana maono na huyu Mungu, anakuja kanisani saa 4, saa 5, saa 6. Kwa kuwa hana habari, yeye anakuja ili mchungaji asimseme, kwa kuwa hana maono na huyo Mungu. Na ndio maana yeye hajali muda. Yes. Mtu yoyote mwenye nguvu ya maono hanajali muda, maana muda ndio unaoamua maono yako na maisha yako. Na ndio maana wenzetu mnaosema nchi zilizoendelea wanajali muda kuliko chochote. Mkikubaliana saa 2 kasoro yeye yupo, na akiona saa 2 haupo anaondoka, maana anajua wewe sio mtu sahihi. Yes. Sisi mnaagana saa 2, jitu linakuja saa 7 afu linacheka, hajui kama mliua hovyo. Sasa mtu mwenye maono, kwa nini unawahi kazini? Unawahi kazini kwa sababu maono yako ni mshahara. Kweli. Ndio maana watu wengi wanafanya kazi kwa ajili ya mshahara, hawafanyi kazi kwa ajili ya impact, kwamba mshahara hauna majibu na wewe. Ndio maana watu wengi wanaishi nje ya mshahara, kwa sababu mshahara wao unawafanya wawe wezi, wawe vibaka. Kweli. Mtu yoyote mwenye maono hategemei mshahara. Kweli. Anategemea kazi, kwa sababu kazi ndio CV yako, sio mshahara. Kweli. Kwamba nikienda kwenye interview hawataniuliza wewe mshahara shilingi ngapi, wananiuliza mshahara shilingi ngapi baada ya kushinda interview. Amina.